Suratul Ahzab zikashuka aya zinaitwa ayatul khiyar. Aya mbili hizi, kaambie ewe mtume hao wake zako, ikiwa wanataka mtu mwenye mali na mapesa, si wewe, wapo wengine, kwa hiyo waambie nikupeni talaka, mwende zenu mkaolewe na wenye mali na mapesa, mimi mniache na dhiki yangu. Aya zinasema ya ayuha nabiy qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayn umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna allaha a'adda lilmuhsinati minkunna ajran 'azima. Aya mbili. Ewe mtume, waambie wakezo, ikiwa mnataka mali dunia, dhahabu, hariri, almasi, njoni nikuacheni, nikupeni talaka, baada ya kukuacheni mkaolewe na hao wenye mali ili mpate kuzipata mali. Lakini kama mnamtaka Mungu na mtume na nyumba ya kesho pepo, basi vumilieni kwamba Mungu amekuandaeni mambo makubwa. Sasa mnataka yepi? Nikuacheni muende? Talaq. Ana talaq shabahuha rahib. Tizama ndugu yangu Muislamu, talaka wanachuoni wameizungumzia kwa kirefu mno, na kuna talaqun bid'iyun wa talaqun sunni. Na hapa walipozungumzia haya wanasema ingekuwa kweli mtume wamechagua hawa wake zake kuachwa, angewaacha kweli. Sasa wanachuoni wengine wakauliza, je, angewaacha kweli bwana mtume, wangeenda kuolewa na mwanamume mwingine? Kwa sababu wake za mtume sisi tunawaita nani? Mama wa Waislamu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema utalliqukunna, anasema umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila, yani utalliqukunna, mut'a ni ile nafaka anayopewa mwanamke baada ya kuachwa, kwa maana kwamba nikuacheni, nikikupeni talaka mtakwenda kuzipata hizo mali. Wanachuoni baadhi yao wakasema hii kwa sababu ya ile waqi iliyotajwa ipate kutokea, basi ingetokea basi wangekwenda kweli. Wengine wakakhtalifiana wakasema la, hata ingetokea wanawake wa mtume ni haramu kuolewa na mtu yoyote mwingine kwa sababu ni mama zao. Huwezi kumwoa mamako baada ya kuachika kwa babako, abadan. Sasa talaka ya bid'a na ya sunna, talaka ya bid'a na ya sunna ni ipi? Talaka ya sunna ni mtu kumwacha mkewe kwa misingi yake, kwa maana kwamba ikiwa mke wako unataka kumwacha, umwache katika utahara ambao hujamgusa, kwa maana kwamba ametahirika kutokamana na damu ya haidh, alafu hujamuingilia. Ukimwacha hapo unaambiwa umemwacha katika sunna. Au ana mimba ambayo inaonekana wazi wazi, ukimwacha katika mimba inaonekana kwamba umemwacha katika sunna. Wengine wanasema mwanamke akiwa na mimba talaka haikusihi, talaka inasihi hata akiwa na mimba. Hii ndio inaitwa talaqun sunni, yani an yutalliqaha tahiran, amwache akiwa yuko msafi, hana damu ya haidh, walam yajma'aha au lam yujami'aha fi, hakumuingilia, au hamil, au amebeba mimba. Hii inaitwa talaka ya sunna. Talaka ya bid'a ni mwanamume kumwacha mkewe akiwa katika hedhi, au akimwacha mkewe talaka tatu zote mfululizo, au akimwacha mkewe hizo talaka tatu kwa mpigo mahala pamoja, umeachika umeachika umeachika, talaka mbaya. Au akimwacha mkewe wakati jana alimuingilia, leo anamwacha, haijulikani kile kiingilio alichomuingilia kama kitaleta mtoto au, hizo zinaitwa nini? Talaka za bid'a. Na wanachuo wanasema zote zinatokea, talaka za bid'a na za sunna zote zinahesabika. Bali kwa kiwango kikubwa cha leo tunapozungumzia talaka, kuna hitaji watu wafahamishwe uzuri mambo haya, kwa sababu yanaleta utatanishi mkubwa na watu wanazungumza mengi ya kuzungumzwa ndani yake. Na bila shaka Sayyiduna Rasulullah amepewa ahkamu dini zote kwa wasaa wake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoweka ilaka sisi Waislamu sio sawa na dini nyingine. Ukienda katika Ukristo wa Katholiki wanasema
haifai kwa mtu kumwacha mkewe, hata kama kutatokea mtu amemwona mkewe hivi anazini na mwanamume yoyote au anafanya uchafu, lakini ndoa haivunjwi, hakutotelewa talaka hapo, isipokuwa kutatokea utengano, na hatakuwa yule anaoa tena au awe mke wa pili au watatu, hakuna, kwa sababu anasema alichokiunganisha Mungu binadamu hawezi kukitenganisha. Angalia uzito huo. Lakini katika Uislamu hakuna vitu kama hivyo. Kuna talaka ya wajib, kuna talaka mubah, kuna talaka ya haram, kuna talaka mandub. Hizi ni aina 4 za talaka ambazo mtu mmoja anapotoa talaka achunge, atizame ni kwa nini anatoa talaka. Ni ipi talaka ya wajib? Ulama wanasema wanapokuja waamuzi wawili wa migogoro kati ya mke na mume, mke na mume wamebabaishana, wamegombana mpaka mwisho amekuja rifari na huku rifari, nataka sasa itolewe talaka. Sio inatolewa kama maji, bali talaka ni kama rifari anapokuwa mpirani katika mechi, mchezaji anapocheza raifa hakurupuki akampa red card, anamwambia bwana, cheza vizuri na wenzako utawavunja miguu. Baadaye anakuja anampa nini? Yellow card. Baadaye anakuja anampa red card, kwa maana kwamba amekithiri, amecheza rafu, anakamata wenzake suruali, anawavuta, anawapiga wenzake vichwa, anafanya, mwisho anatolewa uwanjani, hafai. Na ile ni punishment, haina maana kwamba ndo anapewa red card, hafai tena, hataona tena kiwanja, hatocheza tena mpira. Hapana, anakwenda anaambiwa jifundishe namna ya kucheza mpira. Kwa hiyo anakaa mechi 2 anapigwa marufuku, hatocheza. Akija tena anakuwa na adabu. Ndo talaka maana yake. Talaka maana yake ni amaliyatul jarahia. Daktari anautizama mguu, anakupa dawa. Kesho mguu umezidi, anakuchua kidogo. Kesho kutwa mguu umezidi, anakupiga x-ray. Kesho kutwa mguu umezidi, unakatwa. Ndo talaka. Lakini hakurupuki daktari tukwambia, bwana mguu unaniuma sana, lete shoka. Kwa nini? Mimi nimefika tu bwana, nimwambia mguu unaniuma au mkono, ananiambia njoo tu ukate. Kwanza atauangalia, atauchua, atakupa vidonge, atakupa syrup, atakupa advice, utapigwa x-ray. Baadaye ukionekana huu mguu madhara yake yatafika mpaka machoni na moyoni, unakatwa. Hiyo ndio talaka. Lakini wanawake leo wanagombania kuachwa, bali wanasema niache. Na Mtume angesema ayyuma mraa saalat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin, mwanamke yoyote alomuomba mumewe talaka bila ya sababu ya msingi, faharamun alaiha raihatul janna, basi hatoshumu harufu ya pepo mwanamke huyo. Kuna mwanamke mmoja na mumewe katika nyumba fulani, alipanda juu ya ngazi nyumbani kwao, mumewe yuko nyuma, yeye yuko mbele, anapanda kwenye ngazi. Basi yule mumewe anamwambia mkewe, anti taliqun, mke wangu nimeshakuacha. In sa'at, ukipanda juu. Taliqun, nimeshakuacha. In nazalt, ukishuka chini. Taliqun, nimeshakuacha. In waqaft, ukisimama. Tizama habari hii. Mume yuko nyuma huku, mkewe anapanda ngazi, anamwambia ukipanda nimekuacha, na ukishuka pia nimekuacha, na ukisimama wima nimekuacha. Afanye nini mwanamke? Wanasema fatarat waramat nafsaha ala al-ard, pale mwanamke akachupa kutoka ngazini mpaka chini ya ardhi. Anaikimbia nini? La ilaha illa Allah. Mwanamme angesema wallahi la imata Malik ibn Anas ihtaja ilayka ahlul madinati li ahkami dinihim, atakapokufa mwanachuoni Malik ibn Anas watu watakugombania wewe uwe mwalimu wao. Mwanamume anamwambia mkewe, hekima aliyokuwa nayo mwanamke huyu, anachupa, anaikimbia talaka. Kuna mtu kamwacha mkewe, hajaandika tarehe, mwanamke akaandika yeye tarehe, leo tarehe 10 nimeachwa. Tarehe ngapi? Nimeachwa leo tarehe kadha. Sasa huyo anaitaka talaka au haitaki? Sasa ni ipi talaka ya wajib?
Talaka ya wajib ni ile talaka ambayo wahakimu wawili wamekuja wamehukumu, wakaona hapa bwana hakuna njia nyingine isipokuwa hawa tuwaachanishe, talaka itolewe. Sasa wakiwajibisha kusema bwana toa talaka, mpe mkeo, hii ni talaka ya wajib, lazima itolewe, kwa sababu wameshachekecha, wameshafikiria, wameangalia kila kitu, hakuna future. Ni ipi talaka ya haram? Talaka ya haram ni ile mtu akakurupuka tu akampa talaka mwenzake, na imeitwa ya haram kwa sababu ina madhara kwa anayempa talaka na ina madhara kwa aliyepewa, aliyetoa talaka, yatadharar. Ndo hapa Mtume aliposema la dharara wala dhirara, hakuna kudhuru wala kumdhuru mwingine wala kujidhuru mwenyewe. Na talaka hii wanachuoni wengine wamesema sio ya haramu, ni talaka ya inayoitwa ya makruh, talaka ya makruh. Alafu kuna talaka nyingine ya mubah. Talaka ya mubah ni ile talaka ambayo mtu atatoa kwa sababu tabia za mkewe ni chafu, tabia zake ni mbaya, maisha yao yamekuwa hayana tena mwelekeo, hawezani naye tena, yatadayaku maaha, ni dhiki kubwa kuishi naye. Na talaka mandub ambayo imesisitizwa na mtu anaambiwa lazima aitoe talaka hiyo, ni talaka gani nayo? Anasema ni talaka ya mwanamke ambaye kusali hataki kusali, hatekelezi amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena mwanamke huyu zaidi ya hayo yote 9, 10 ni mwanamke muasharati ambaye laisat hafifatan wala nazihatan. Lakini leo mtu atasema, tamwona mwanamke mume anamwona mwanamke anafanya ya kufanya, kisha anambia basi bwana nimeshakushuhudia na mke wangu, lakini ondoka, nenda zako, niachie na mimi. Mkewe anamwambia basi nenda zako, niachie na mie. Bwana tumemwona mkewe anazini na fulani na fulani, basi niachieni mie. Yamekwisha. Dayus alladhi la yagharu ala irdi. Sala hasali, amri za Mungu atekelezi, hiya afifa. Nasema la taruddu yada lamis, haurudishi mkono wa mtu mwenye kumkamata. Akimkamata hivi macho yake anapeleka juu akileta chini. Mwanamume yoyote awaye uwe naye kwa sababu unaogopa, unaambiwa kwamba wewe ukimwacha utakuwa mitlaqin abadan. Hizi ni ahkamu sharia ayuha almuslimun. Lakini hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaangalia kwa wake zake hawa, anawaambia mnataka nini? Ni kuacheni au mnamchagua Mungu na Mtume? Akaondoka Mtume baada ya kushuka aya hizi, akaenda nyumbani kwa Abu Bakar na kwa Umar, akaanza kwa Aisha, akamwambia inni a'rid alayka umuran la tastajili hatta tastashiri abawayk. Nakwambia mambo usifanye haraka, washauri wazazi wako kwanza. Unasemaje Aisha? Jambo gani ya Rasulullah? Akamsomea aya, unamtaka mimi pamoja na Mwenyezi Mungu na pepo au nataka mali? Na wallahi wangechagua mali Mungu angewapa. Aisha akasema ya Rasulullah, ina maana mimi unaniambia nichague mali, dhahabu, hariri au Mungu na Mtume na pepo? Nitachagua nini mimi? Hilo si la kushauriwa mtu. Faqad ikhtartu Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah, nimemchagua Mungu na Mtume wake na nyumba ya akhira. Akaondoka kenda kwa mwingine mpaka wake zake wote. Na hapa aliposema maneno haya Mtume alikuwa na wake 9, akiwepo Sayyida Ummu Salama na Zainabu bintu Jahash na Maimuna na Safia na Aisha na Hafsa. Hawa wote walikuwa wake zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawachaguza wote, wakachagua nini? Allah wa rasula wa dar al-akhirah. Yani kuonyesha kwamba watu kweli wanakosea, wengine wanateleza kwa ule ubinadamu, lakini hapo mtu anarudi, habaki katika kosa lake, anabadilika. Wanawake hawa Mtume SAW anataka kuthibitishia kwamba hizi nyumba zina matatizo, zina mashakili. Hapa nyumbani kwangu na mimi nimemharamisha Maria al-Qibtiyya. Mwenyezi Mungu ndo alipomlaumu, kaambia ya ayuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, mbona unaharamisha alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu? Maria ni halali yako, usimharamishe ya Muhammad. Tabitaghi mardata azwajik, unataka radhi za wanawake. Wallahu ghafurur rahim, Mungu anakusamehe. Akatoa kafara bwana Mtume, hali ikarudi kama kawaida. Ikhwani fillah, darsa zetu zinaendelea. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala ni mwisho wa darsa katika Masjid Afra kwa siku zake ambazo tumezipangia, na kesho tutakuwa Masjid Salam pale Mlandege mkabala na Quality Supermarket.
insha Allahu taala. Kesho Mwenyezi Mungu atupe afya na uzima kuweza kuendeleza shughuli hizi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allahumma inna natawajjahu ilayka umura ad-dunya wal akhirah waqdi jami'a hajatina. Allahumma altuf bina fima jarat bihi al-maqadir وهون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير. سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المطرودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا. اللهم إنا نسألك أن تشتت شمل أعدائنا. اللهم عليك بمن ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.